prosperity forever, for the union makes us strong. Wafanyakazi wote tujiunge pamoja, wafanyakazi wote tujiunge pamoja. Jenga hatari. Haya Shime tujiunge. Haya Shime tujiunge. Haya Shime tujiunge. Kujitenga hatari. Solidarity, mshikamano, tarugu, chama imara, huduma kwa wananchi. Mimi ni mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Kibondo. Ni ushukuru uongozi wa tarugu kunipa nafasi hii ya kuweza kuongea na baadhi ya, naamini ni viongozi lakini pia watumishi, kuhusiana na yale ambayo wamependa mimi niongelee. Swala zima la rushwa. Rushwa ni nini? Swala zima la maadili kama nguzo ya kuzuia vitendo vya rushwa. Tutaangalia pia madhara yake na tutaangalia mianya ile au zile sehemu ambazo ziko tuseme prone kwa corruption katika huduma zetu ambazo tunazitoa. Huwa mara nyingi sana nikizungumzia maana ya neno rushwa, napenda sana kuzungumzia maana ya neno rushwa kwa misingi ya kisheria, kwa misingi ya vifungu ambavyo vipo kwa mujibu wa sheria kuzuia na kupambana na rushwa. Ujira mdogo ni sababu pekee. Kama ni ujira mdogo, wale ambao wana mishahara mikubwa hivyo wanaoongoza kwa rushwa kubwa ni wepo. Ni mishahara midogo au mikubwa? Tunasemaje ujira mdogo? Sawa, inaweza ikawa ni sababu mojawapo, si ndio? Lakini uroho, uchoyo, ubinafsi, udhaifu wa uongozi pia vinachangia. Udhaifu wa uongozi katika kusimamia kanuni, sheria na taratibu vinachangia kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Si ndio? Zipo sababu za kiutawala ambazo zinasababisha kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Uwezo mdogo au uzembe wa viongozi wanaotoa maamuzi inasababisha kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Lakini pia mianya ambayo ipo katika sheria, taratibu na kanuni ambazo tumejiwekea hazibani vizuri, na ndio maana sisi TAKUKURU tunafanyaga uchambuzi wa mfumo. Tunaangalia kuna mianya gani ambayo tukishauri serikali inaweza ikaziba. Sasa hivi tunafanya uchambuzi wa mfumo wa hizi zinaitwa CBOSO, hizi jumuiya za utumiaji maji. Tunafanya uchambuzi wa mfumo kule ili angalau tuishauri serikali kwamba wasaidieje hizi CBOSO ili kweli tufikie ile lengo la 100% ya mali vijijini. Sababu tumeona bado zina changamoto nyingi sana. Miradi mingi inashindwa kufikia lengo ambalo limetegemewa. Kwa hiyo mianya katika sheria, taratibu na kanuni zinatoa mwanya kujihusisha na vitendo vya rushwa. Kuwepo kwa urasimu sio wa lazima pia unasababisha kuwepo vitendo vya rushwa. Ukosekanaji wa uwajibikaji, uwazi na uwajibikaji kwa watendaji. Usiri, kuficha ficha. Utaki wajue wale watumishi kwamba umepokea fedha kiasi gani. Nimeenda sehemu moja jana, nikuta wamedisplay vizuri sana. Zanati moja hivi, ni wapi pale? Ni hapa Kumkubwa. Yes, wamedisplay vizuri sana pale. Yaani nikasoma nikafurahi kabisa. Kila kitu kipo pale. Yaani hata mwananchi akija akifika pale anasoma, naona kila kitu kipo pale. Wazi. Lakini kuna issue ya mmomonyoko wa maadili. Hiyo ndio chanzo kikubwa sana cha vitendo vya rushwa. Sawa jamani? Zipo sababu pia za kiuchumi ambazo zinasababisha kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Kama mlivyosema, ugumu wa maisha na kipato kidogo. Ni kweli mtu anaweza akawa na familia kubwa sana kuliko kipato anachopata. Ameajiriwa hapo hospitalini, lakini ana foleni ya ndugu kule ambao wengine walimsaidia katika kupata hiyo elimu. Wengine walitoa fedha, wengine walitoa hata godoro. Alafu leo hii wewe umebahatika, umepata kazi. Mjomba anakuambia nilikupa godoro. Chukua na ndugu wako msaidie mpaka awe kama wewe.
shangazi na hivyo hivyo, sijui baba mdogo na hivyo hivyo. Unakuta una watu 5 wa kuwasaidia kuwalipia ada. Mshahara wenyewe uko wapi? Ni mdogo, si ndio? Kwa hiyo ukiniambia hivyo mimi nakuelewa. Lakini sio tu kwamba uhaba au fedha ndogo ya mshahara na nini tunaipasisha asilimia moja kwa moja kwamba inasababisha vitendo vya rushwa kwa watumishi. Hiyo nitakubishia, ndio sawa. Majina anaitwa Johnson Frederick Myombya, ni katibu wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa Tanzania TARGU mkoa wa Kigoma. Leo tuko hapo hospitali ya wilaya ya Kibondo tukiwa na wanachama wetu wa TARGU. Tumeambatana na mkufunzi kamanda wa TAKUKURU wilaya kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wanachama wetu, hasa juu ya masuala ya matumizi mabaya ya ofisi, masuala ya rushwa, masuala ya kushawishi na kutoa rushwa. Na sisi kama chama, lengo letu katika mkoa wetu wa Kigoma ni mkakati mojawapo wa kupunguza kesi zinazowakabili watumishi wetu ambao ni wanachama katika mkoa wetu wa Kigoma. Kwa mfano hapa Kibondo peke yake tulikuwepo na baadhi ya kesi ambazo zilikuwa mahakamani, lakini wameomba waende kwenye pre-bargaining kama za watumishi 3, na uko nyuma tayari kuna watumishi kama 5 walikuwa na kesi kuhusiana na masuala ya madawa ambayo hukumu zilitolewa kwenye mashauri ya kinizamu, akaonekana waadhibiwe kwa kupewa adhabu ya kukatwa 15% katika mshahara wao. Kwa hiyo tukaona hapana, sisi kama chama ngazi ya mkoa na wilaya tushirikiane hali kwa ujumla. Sisi kwa watumishi wetu ambao ni wanachama wetu wa TARGU, sisi tulikuwa tunaona kila mara unapata taarifa kwamba aidha kuna mtumishi ameitwa TAKUKURU kwenda kuhojiwa. Unapofuatilia inaonekana kwamba alijihusisha na vitendo vya kushawishi kutoa rushwa. Kwa hiyo sisi tukaona hii hali sio nzuri, ili kabla hatujaenda kwenye madhara makubwa, ndio ule usemo unaosema usipoziba ufa utajenga ukuta. Sisi tukaona sasa tuanze mapema kupambana kuuziba ufa huo. Ndio maana tumewaletea kamanda wa TAKUKURU ngazi ya wilaya haje kutoa hiyo elimu kama unavyoona inavyoendelea katika darasa letu. Elimu wanachama naona wanaifurahia kabisa kwa sababu wapo mate. Kwa majina naitwa Charles Paul Sechonge, ni mwanachama wa TARGU natokea hospitali ya wilaya ya Kibondo. Chama ni kizuri, na mwanzo pia nilikuwa sijapata uelewa sana wa haya masuala ya rushwa, lakini wametuletea afisa wa TAKUKURU, ametuelewesha namna gani mfanyakazi unatakiwa ufanye kazi kwa jinsi sheria na taratibu zinavyotakiwa. Kiukweli chama ni kizuri, na kwa ambao bado hawajajiunga kwenye hivi vyama naomba wajiunge. Maana hata ukipata shida makazini, chama kinakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Endapo mfano utafika mbali, umekosea sana, kinakuletea mawakili huko, unasimama nao. Kwa uwezo wa kawaida kumsimamisha wakili unakuta muda huo huna, lakini chama kinakupa faida kama hizo. Okay, naam. Wewe kama mshiriki wa mafunzo haya, ndio. Ulishakutana na jambo lolote ambalo la kukanganya linalohusiana na masuala ya rushwa? Na je, wewe ukitoka hapa una mikakati gani kiutendaji kuhakikisha shughuli zako zinaenda vizuri na haukumbwi na mazingira ya kuhisiwa kwamba labda na wewe unaweza kuwa unashiriki katika masuala ya rushwa? Hapo awali pia nimeshawahi kukumbwa hivyo, lakini chama pia kilinisaidia na maafisa wa TAKUKURU. Kwa na wahamasisha sana ambao hawapo kwenye hiki chama wajiunge, maana kinasaidia sana. Sawa. Okay, sasa wewe utakuwa kazi zako utaziendeshaje ili usije na wewe ukaonekana kwamba ni mtoaji wa rushwa? Sasa hivi sheria nazijua, kwa hiyo nitajiweka mbali sana. Ndio. Kwa mafunzo na maelekezo tuliyoyaona kwa hapa yanatujenga kwa namna moja au nyingine, kulingana na kazi yetu, tulizike na mazingira yetu tunayofanyia. Unafanya kitu hujui unafanya nini au matokeo yake nini. Kwa matokeo yake ya kitu kama hichi si mazuri sana,
yanatugharimu. Pia katika chama yanatuletea wakati mgumu, kwa sababu yanakuwa yanatupotezea gharama ndefu kwa ajili ya kuwasupport, kwa sababu hautamwacha mtu wako apotee bila kumtetea. Ni lazima utamtetea. Sasa utamtetea kwa gharama ndefu na ambazo zitagharimu chama, ambacho pengine labda kingefanya kitu kingine kwa ajili ya support ya watumishi kama inavyotakiwa. Lakini kwa kulingana na shida anayopata au changamoto anayopitia mtu, lazima tumbebe kwa namna moja au nyingine, tujue tunamsaidia vipi. Otherwise kuna mafanikio mengine ambayo labda tunaweza tukayapata au tukayafanya kulingana na maelekezo. Kwa sababu unapoelekezwa hapa ni kosa, kesho na kesho kutwa utaogopa kufanya lile kosa, au utashindwa ufanyeje lile kosa na wakati unajua kwamba ni kosa.